tulijifunza vitu vingi sana, na tukajifunza kwamba damu ya Yesu inatakasa. Damu ya Yesu inavunja kiambaza. Na nikwambie, katika maisha ya Kristo, kabla ya kujazwa na Roho Mtakatifu, acha damu ya Yesu ifanye vitu katika maisha yako. Leo nitafundisha na tutashiriki ushirika. Wengi tunaita damu, tunaita meza ya Bwana, kitu ambacho si sahihi. Walioshiriki meza ya Bwana ni Wayahudi. Waliposhiriki meza ya Bwana, walitafuta mzabibu na wakachinja wanyama, lakini lengo la meza ya Bwana, ilibidi pale kwenye meza ya Bwana awepo mzee au mkuu wa familia ambaye aliitwa mkuu wa meza. Na yule mkuu wa meza, kazi yake ilikuwa kukumbuka mababu zao waliokufa jangwani, mababu zao waliokufa Misri. Kwa hiyo ibada ya meza ya Bwana ilikuwa ibada ya kuabudu wafu au mababu. Na ndio inayofanyika leo, ibada ya meza ya Bwana. Wengi wanaenda kufagilia makaburi ya wapendwa wao waliokufa, alafu wanafanya ibada pale, baadaye wanapika na chakula. Hiyo ndio ibada ya meza ya Bwana. Lakini Yesu anasema atashiriki nasi katika ushirika mtakatifu. Kuna vitu utaona vikibadilika katika maisha yako. Mara nyingi tumeingia kwenye ushirika mtakatifu kwa sababu ya mazoea, kwa sababu ya dini. Wengi wameingia katika kushiriki ushirika mtakatifu wakiwa walevi, wakiwa na mairizi viunoni mwao au mikononi mwao. Wengi wameingia katika meza ya Bwana wakiwa na chuki na watu wengine, haongei. Mwingine ameshindwa kusamehe, ana uchungu ndani, lakini anapokea. Sasa tulijifunza hivi: kila ulaye mwili wa Kristo na kukinywea kikombe cha Bwana isivyostahili, anakuwa amejipatia hatia ya nafsi yake kwa kutokupambanua ule mwili. Pale chini anasema kwa sababu hiyo, sababu tumefanya vitu vya mazoea, tumefanya vitu ambavyo ni vya dini, sio vya kiroho. Wakati huo sasa anasema badala ya kupona, mapigo yanarudi. Wapendwa, tuambie, damu ya Yesu inabariki na damu ya Yesu inapiga. Amen. Kwa hiyo anasema wako wengi kwenu wamekuwa dhaifu hata katika kuomba, hawawezi kufanya hata mambo ya kiroho wala mambo ya kimwili, na wengi wamekuwa wagonjwa, na wengi kwenu wamelala, yani wamekufa. Anasema kwa sababu ya kutokupambanua ule mwili. Na anasema lakini mtu na ajioji mwenyewe. Yaani maisha yako hayahitaji mpelelezi, yanatakiwa ujikague. Sema sasa. Leo kuna mambo ambayo ninataka niyafundishe, alafu tushiriki ushirika mtakatifu. Bwana asifiwe. Nataka nikufundishe ili uelewe vifaa fulani ambavyo Mungu amekupatia katika maisha yako ya Ukristo, ili
kukusaidia kutoka katika vitu fulani ambavyo vinayatesa maisha yako. Vifaa vya kiroho. Kuna vitu ambavyo Mungu amekupa, ameviweka mbele yako katika maisha yako ya Ukristo, ili hivyo vitu vikusaidia kutoka katika mambo fulani, katika vitu fulani ambavyo vinayatesa maisha yako. Kwa nataka nikufundishe na ufahamu nguvu ya meza ya Bwana au nguvu ya ushirika mtakatifu. Haiwezekani kabisa ukawa unaumwa alafu ukashiriki ushirika mtakatifu na ukaendelea kuumwa. Haiwezekani. Kumbuka, damu ya Yesu ilipomwagika msalabani, miamba ilipasuka, makaburi yakafunguka, ikatoka miili ya watakatifu waliokuwa wamekufa. Angalia nguvu ya damu. Ilisababisha tetemeko. Kwa hiyo hatutumii damu ya Yesu kama kubugia, kama mtu anayekunywa energy. Elewa ninachofundisha. Huwa nasikitika, hospitali wanapita viongozi wa kiroho, anampa mtu sakramenti na anakufa, alafu anaiita sakramenti ya mwisho, yani ya kuua. Sisi hatuna sakramenti ya kuua, kuna sakramenti ya kufufua. Hata anayekufa anafufuka tena. Hivyo kazi ya Mungu. Na ndicho Yesu alichosema. Anasema ninyi mna uzima ndani yenu, kwa sababu ya ile damu mna uzima. Na ni bahati mbaya sana kwa mtu asiyeshiriki ushirika wake. Na anasema asiyeshiriki, asiyekunywa damu yake hana ushirika naye. Kwa unaweza kuwa unateseka, kumbe Mungu alishakupa majibu na wewe hujui. Unaweza ukawa unalilia jambo fulani, kumbe Bwana alishashughulikia na wewe hujui. Leo nataka uelewe nguvu ya ushirika. Unajua, unaweza kwenda kulishwa njugu mawe za upako na ukazila kwa sababu huna ufahamu wa Mungu. Mungu, ambia mwenzako hivi, Mungu hafanyi jambo lolote nje ya ufahamu wako. Rudia tena. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Anaonyesha vyote tunavyohitaji. Kinachoumiza au kinachoumiza, Mungu amekupa vitu vya kukusaidia na kukufungulia milango ila ujue. Leo utajua ushirika mtakatifu ni kitu gani. Sema amen. Sema amen. Unaweza ukaiapply damu ya Yesu, unaweza ukafanya ushirika mtakatifu nyumbani kwako bila hata mchungaji wako kuona. Sikiliza mtakatifu. Na utashangaa. Na leo nimekutana na maswali mengi. Mbona hatuoni meza? Mbona hatuoni vitambaa? Ngine kanipigia simu. Tumeshaandaa vitambaa na vikombe. Sikia, kuna ushirika mtakatifu. Kuna ushirika mtakatifu wa kikombe. Sio kukunywa kile kikombe ndio ushirika. Kunywa kile kikombe ni utekelezaji katika ushirika, yaani ni ishara kwamba matokeo ziliisha yaanza nyuma. Na leo tutashiriki, wiki ijayo tutashiriki, lakini wiki itakayofuata ndipo tutakaposhiriki ushirika mtakatifu wa kikombe. Bwana asifiwe.
Bwana asifiwe. Huwezi kuingia tu na kunywa. Si anasema ni agano jipya. Haya, ukisha kunywa ndio agano gani? Agano kuna maneno aidha mmeagana kwa kutamka au kwa kuandika. Sio agano. Kwa lugha ya sasa hivi tunaita mkataba. Sasa unakuja kushiriki kwa sababu ni desturi ya dini. Huo ni mkataba leo. Mungu haendi na vituko. Mungu haendi na msisimko. Mungu anatembea kwa ufahamu. Na ikiwa una ufahamu, kila utakachoshirikishwa utashiriki. Na huyo anayeshiriki kila kitu anaitwa mshirikina. Na makanisani wako washirikina. Akiambiwa chumvi amerukia. Wewe una safura unaongeza tena chumvi, utaishia wapi? Ili kweli mtu anaweza kaleta maroli ya mchanga, unajaza watu wa taifa, eti udongo wa upako, unauziwa kijiko. Kwani huwezi kuwa na ufahamu kwamba Biblia inasema mmepewa bure, toeni? Ili tuwezi kufahamu. Wajinga ndio jana leo haya maji Mungu sijui na nini, haya ni ya upako yatakusaidia. Sikia nikwambie, pasipo ufahamu utaendelea kudanganyika na maisha yako yatakuwa. Shika mwenzako mkono, mwambie hivi, Mungu anaenda na ufahamu. Kile ambacho ukijui, kile ambacho ukifahamu, unaweza kunyimwa. Amen. Mwambie Mungu aende na vitu. Leo kuna vituko makanisani mpaka unaona aibu unaona wewe. Unaingia na vitanda vya upako madhabahuni. Ndio nini? Wakati Yesu aliingia kwa watu waliolala kwenye vitanda, anawaambia inuka, jitia godoro, inuka, beba godoro lako uende zako. Sasa tena unatulaza kwenye vitanda. Ufahamu. Mwambie mwenzako ufahamu wa kiroho. Mwambie mwenzako ufahamu wa kiroho. Pasipo ufahamu wa kiroho, utamchukua Mungu na mshusha daraja, na unamchukua mchungaji wako unampandisha mahali pa Mungu.